Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi ya Alibaba na Wezi 40. Lakini tuangazie tulipoishia kwenye sehemu ya 4. Kwenye sehemu ya 4 tuliishia baada ya Kasim kwenda pangoni kwa ajili ya kujipatia dhahabu na mali nyingi. Kwa bahati mbaya alisahau neno la siri la kufungulia lango la pango wakati yuko ndani. Hivyo alishindwa kutoka nje ya pango na hatimaye kukutwa na wale wezi wenye mali zao na kumuua. Baada ya kumuua wezi wale wakagundua sio Kasim peke yake anayejua mali zao zilipo na kuziiba, bali kuna mtu mwingine. Hivyo wakaamua kuning'iniza mwili wa Kasim pangoni ili yule mwingine atakayekuja iwe ni somo na onyo kwake. Tuendelee sasa na sehemu ya 5. Siku nzima mke wa Kasim alikaa dirishani akimsubiria mumewe atoke huko pangoni. "Uko wapi Kasim?" alijisemea mwenyewe. "Kwa nini usingebaki na mimi huku? Kwa nini ulienda pangoni kutafuta dhahabu?" Yote haya alijisemea ingawa hajui kilichotokea huko pangoni. Mpaka jua lilipozama, mke wa Kasim akaona sasa sio muda wa kukaa na kusubiri, lazima kutakuwa na tatizo tu. Akakimbia haraka kwa Alibaba na kugonga mlango. Alibaba alipofungua tu, mke wa Kasim aliingia ndani na kuanza kulia. "Alibaba, nisaidie. Kaka yako tangu alipoondoka asubuhi leo hajarudi mpaka sasa hivi kutoka pangoni. Nadhani kuna jambo baya limemtokea huko. Tafadhali nisaidie Alibaba, tutafanya nini?" "Usihofu," alijibu Alibaba. "Nitakwenda na punda huko msituni kumtafuta. Nenda nyumbani na unisubirie. Nitarudi muda sio mrefu na nakuahidi kwamba nitakuja naye kaka yangu." Hivyo basi Alibaba alichukua punda wake watatu na kuelekea msituni. Wakati anaendelea kwenda msituni, Alibaba alikuwa akimtafuta kwenye miti huku na huku akitaja jina lake, lakini hakuona wala kumsikia mtu yeyote. "Simpati Kasim, wala punda wake 10 pia siwaoni," Alibaba alijisemea. "Kasim aliweza kujua lile pango lilipo? Je, aliweza kupata dhahabu? Huenda mkewe akawa yuko sahihi. Labda mumewe kuna jambo baya limemtokea." Alibaba alipokaribia pangoni, aliona michirizi ya damu ardhini. Hii ni ishara mbaya, alifikiria, kisha akasema, "Nitaenda pangoni nikaangalie kama Kasim yupo mle ndani." Aliwaacha punda wake watatu chini ya mti, kisha akasogea mpaka karibu na lango la pangoni. Kisha akasema lile neno la siri, "Funguka, Sesmi." Lango lilipofunguka tu, taratibu Alibaba aliona kitu chenye kushtua sana. Aliona mwili wa binadamu ukining'inia juu ya pango. Alipokaribia kuutazama kwa karibu zaidi, akaona kuwa ni kaka yake Kasim. Alibaba alianguka chini kwa magoti na kuanza kulia. "Maskini Kasim," alisema. "Alikuwa ni mwenye tamaa, lakini ni kaka yangu. Ona sasa kundi la wezi limemuua kwa sababu ya tamaa." Alienda ndani ya pango zaidi na kupata dhahabu zilizofungwa na nguo kubwa nyeupe. Alizitoa dhahabu zile na kuchukua ile nguo kubwa, kisha akaufunga mwili wa kaka yake katika nguo ile. Kisha akaubeba mwili wa kaka yake mpaka kwenye punda mmoja kati ya wale watatu aliokuja nao. Kisha akaufunika mwili ule na baadhi ya kuni ili usionekane na watu njiani. Alibaba hakutaka watu wafahamu kuhusu hazina ile na kuhusu wale wezi 40 pamoja na pango lile la kale. Kwa hiyo akamweka kaka yake katika punda kwa siri sana na kumfunika na baadhi ya vitu. Kisha akarudi ndani ya pango. "Nitachukua kiasi kidogo cha dhahabu," alisema Alibaba, "kiasi cha kujaza makapu 4 niliyokuja nayo na wale punda wangu." Alijaza dhahabu kwa punda wawili, kisha akazifunika na kuni, kisha akasema neno la siri la kufungia pango, "Funguka, Sesimi," na kisha akaondoka. Alipofika nyumbani, mkewe Alibaba alikuwa akimsubiria. "Kaka yangu amekufa," alisema Alibaba. "Nataka niupeleke mwili wake kwa mkewe sasa hivi." "Oh, maskini Kasim, kimetokea nini huko?" alisema mke wa Alibaba. "Aliweza kwenda pangoni na kuchukua dhahabu?" "Alikwenda pangoni, ndiyo," alijibu Alibaba kumjibu mkewe. "Lakini aliuliwa. Nafikiri wezi waliwahi kurudi na kumkamata. Walimuua kwa sababu alitaka kuiba mali zao." "Oh, maskini," alisema mke wa Alibaba. "Lakini alitaka dhahabu kidogo tu na hiyo imemgharimu maisha yake. Usimwambie mtu yoyote kuhusu hili," alisema Alibaba.
Sasa wacha mimi niupeleke mwili wa Kasim kwa mkewe, lakini wakati mimi nimeondoka, chukua hizi dhahabu nilizokuja nazo na uzifunike pamoja na zile zingine. Mke wa Alibaba akachukua dhahabu na jembe tayari kwa kwenda kuzifukia, na huku Alibaba alimchukua yule punda aliyoubeba mwili wa kaka yake na kuanza safari ya kuelekea kwa mke wa Kasim. Nini kitaendelea? Kasim hayupo tena duniani. Tamaa ya kutaka kuchukua mali nyingi kule pangoni ilimfanya akachelewa na kughafirika kusahau lile neno la siri la kufungulia mlango mpaka wenyewe wakamkuta. Angetaka kuchukua mali kidogo, basi labda angeweza kuzichukua kwa haraka na kuweza kuondoka, senginepo hasingelisahau lile neno. Nini hatima ya simulizi hii? Tukutane sehemu inayofuata. Langu jina ni Adam Dolo.